Yes, bana mwana michezo popote pale ulipo Shasikia hii sauti, unajua tu kabisa hii ni Badilika TV. Unatupata kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok kwa jina la Badilika TV, lakini kubwa zaidi ni YouTube. Pale YouTube unachotakiwa kufanya ni wewe subscribe, acha comment yako pale. Sisi tutafuata maoni yako, tutasikia nini unachotaka, maana tunakupa kile roho inapenda. Mbele yako ni mganga wa Dar es Salaam Young Africans. Wengi ambao wanatufuatilia wanampata huyu jamaa. Kuna wengine ambao wanatuona leo kwa mara ya kwanza wanahisi labda huyu mganga ndo nani? Mganga huyu bwana alikuwa akiwasaidia Dar es Salaam Young Africans kushinda mechi zao ndani ya misimu minne na kuchukua ubingwa ndani ya misimu minne, lakini mambo ya kwenda sawa na akaamua kuhama. Wanasema wakaamua kusaliti chama. Yuko mbele yako hapa baada ya mechi ya nusu finali Azam dhidi ya Young Africans. Mganga, kwanza tuanzie nyuma kidogo. Ulisema umemdhibiti Okello, lakini Okello ni kama nyota inawaka, inazidi kung'aa. Ni kweli, nilizungumza na kusema kabisa kwamba moja kati ya target yangu kubwa ni kuhakikisha Alan Okello anakuwa mchezaji mbovu ambaye hatafunga wala hata assist, na nilifanikiwa kwa msimu kwa kipindi kile cha mwanzo kwa kuweza kutumia majini takriban watatu wakubwa, nikitumia jini Okorochi pamoja na jini Patapotea, lakini pia akisaidizana na Maimuna. Majini hawa walihakikisha wanamdhibiti Alan Okello, hakufunga wala hakutoa assist. Mwisho wa siku mashabiki wa Yanga wakaona kama huyu ni mchezaji mbovu. Lakini sasa target yangu baada ya kuona kwamba Alan Okello ameshakuwa ni mchezaji ambaye ni mbovu zaidi, kaona mchezaji ni mbovu, ngoja niachane naye, ni focus na majeraha ya Yanga. Ikahakikisha kwamba nakuwa focus sana kwenye majeraha ya Yanga, na nikafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa kipindi ambacho mimi nahakikisha wachezaji wa Yanga wanakuwa na majeruhi wengi, mwisho wa siku nashindwa kuendelea uchawi wangu kwa Alan Okello. Mwisho wa siku uchawi unaondoka na naendelea kufunga. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, msimu na wasiwasi, msimu na hofu, Alan Okello atarudi mikononi mwangu. Na nataka niwaambieni wallahi, mechi ya finali iwe ya Mwandege iwe ya nazidi ya Simba, Alan Okello lazima atoke na majeraha. Siwezi kukubali Alan Okello acheze dabi ya Simba na Yanga pale Jenerali Samuyo. Kuna wachezaji takriban watatu kwa kutumia uchawi na ushirikina, mimi nitahakikisha wanakuwa majeraha. Kuna Pacome Zouzoua, huyu kani mkijua kabisa kwamba otherwise msimchezeshe. Mkimchezesha Alan Okello, Pacome Zouzoua na Max Zengeli, hawa wachezaji watatu ambao mimi nitahakikisha na watia majeraha, ili Yanga mkienda kucheza na Simba iwe ni timu mbovu, na nitafanikisha hilo, na kula mtu wetu akunizuia nikikoma Sharifu na mganga mkuu. Sharifu, turudi General Isamuyo. Dabi ya Kariakoo inaenda kupigwa pale. Natumaini wewe ni mtaalamu na swali hili nahisi unaweza kunisaidia kujibu. Tumezoea mechi hizi dabi zinachezwa ndani na nje ya uwanja. Aidha kabla ya mechi au wakati wa mazoezi. Pale Isamuyo taratibu umekaaje nje ya uwanja? Na lile ni eneo la jeshi ndio. Kwa asilimia kubwa Yanga anaenda kupoteza hii mechi kwa sababu ule ni uwanja wa jeshi. Mimi mwenyewe na uchawi na ushirikina nilokuwa nao nimezuiwa kuingia pale kwenda kupeleka dawa na kuhakikisha mambo yanakaa sawa sawa. Maana yake nini sasa? Kinachotokea ni kwamba hata wale makomando wa Yanga ambao wajifanyaga wao wanaleta vurugu, siku hiyo utawaona wanakaa juu kule wanaangalia mpira. Hakutakuwa kuna vurugu zozote, uchawi hautakuwepo, hakuna kuingilia kwenye vyumba visivyo rasmi, si mlango usio rasmi. Lazima sheria zifuatwe na atakayekaidi cha mtema kuni atakipata. Hii ndio itakuwa mechi ya kwanza Yanga Africans anacheza pasina kutumia uchawi, ni hii mechi. Ndio maana nikawa na uhakika wa 100% kushinda kwa Yanga ni ngumu sana, na sidhani yaani kushinda kwa Yanga ni sawa sawa na kumbadilisha mwanaume kuwa mwanamke na mwanamke kuwa mwanaume. Ndio kushinda kwa Yanga ulivyo kugumu. Hebu turejee mechi ya leo, Azam FC pamoja na Dar es Salaam Young Africans. Yanga ameonyesha uwezo mkubwa sana. Unahisi akikutana na Simba Sports Club finali, huenda kesho mnyama akashinda dhidi ya Mlandege? Unahisi itakuwa ni mechi ya namna gani? Yanga hakupaswa kushinda mechi dhidi ya Azam. Yanga ameshinda kwa sababu Azam aliwaachia Yanga ashinde. Na ukiangalia hata namna ya magoli, tumeona yule Nyorobi yule beki wa Azam, sijui alipewa hela, sijui ilikuwaje. Unaona kabisa pasi anapiga, anampa mchezaji aende akafunge. Sijui hata yani mmoja anabaki na shangana, inashindwa kuelewa. Yanga kwa kikosi alichonacho, kwa ubovu aliokuwa nao, hawezi kushinda dhidi ya Azam. Hawezi kupiga. Tumeona mechi ya mwisho amepiga shoot on target sijui moja sijui mbili. Leo hii Yanga anashinda magoli namna ile, magoli mepesi. Hata Tanzania Prison sijui Mtibwa wale wa KMC hawezi kufunga magoli kama namna ile. Afu mwisho wa siku
Azam anategemea awe bingwa. Hicho kitu wasahau. Mechi ya Yanga na Azam ilikuwa ni mechi ambayo imetengenezwa ili Yanga aende finali ili tuone. Je, unajua afu watu wengi waelewi kwamba huu ni mtego. Hapo ameingizwa mchaka Simba. Sasa Simba yeye achague. Je, tunaenda kucheza dabi mbili au tuchague dabi moja? Kwa Simba niye maamuzi anao, lakini huu ni mtego ambao Azam ameamua kutoa ili Yanga aweze kushinda. Mwisho wa siku dabi zipigwe mbili, na niwahakikishieni ikatokea kapigwa dabi Zanzibar hapa Tanzania, ya Simba lazima zote ashinde. Yanga ataishiwa kusurubiwa na kufa kifo kibaya sana. Mganga, mbona unajiamini sana kusema kwamba Simba ana uwezo wa kushinda dabi mbili zote mfululizo? Kwa sababu nimeagiza majini kutoka sehemu mbalimbali. Sasa hivi nilivyoongea mimi na wewe tayari nimeshakodisha nyumba nzima ya apartment iko Masaki. Nimealika waganga kutoka mikoa yote Tanzania. Kuna kipindi mlikuwa mnaona nazunguka, nilikuwa katika harakati za kuwatafuta wale wachawi na waganga wakubwa ambao wamebobea katika masuala ya ushirikina, na nimeweza kuwapangisha apartment hiyo itahakikisha Yanga na Simba, Yanga lazima afike kibana. Niwahakikisheni wallahi wa billahi, Yanga kushinda haiwezekani. Yaani kwa uchawi na ushirikina alotumia Yanga kushinda sahau. Na waniambieni kabisa, Alan Okello uchawi nitakao kutumia ni mkubwa zaidi. Max Zengeli sio na nani, wachezaji wote wa Yanga uchawi nitakao tuma na ushirikina ni mkubwa zaidi, ambao hata mkisema mlete waganga Tanzania wa dunia nzima hawawezi kudhibiti, kwa sababu uchawi wangu mimi ni uchawi ambao ni mkubwa zaidi, hakuna mtu yote wa kuzuia. Kesho mnyama anadondoka dhidi ya Mlandege. Kumbuka kwamba hapo nyuma Mlandege alishahidi kumla Simba finali kwa goli moja. Hebu tuongelee kidogo hapo mechi ya kesho, na wewe kama mganga unaichezaje wakati uko Dar es Salaam na mechi inachezeka Zanzibar? Hii imekaaje kitaalamu? Simba ana nafasi kubwa ya kushinda. Simba ni yeye aamue, je, anashinda au anatoka kulingana na matakwa yake. Siwezi kumpangia timu kubwa kama Simba, ni yeye anaamua kwamba je, hii mechi tucheze mechi mbili dabi au tucheze mechi moja. Kwa kama wao wataona kwamba tucheze mechi mbili, basi Simba lazima kesho atashinda, kwa sababu huyo Mlandege sio Mlandege, hawezi kumzuia Simba. Mlandege hana mchezaji hata mmoja wa kumkompea na kikosi cha Simba. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Maana Simba akiamua kushinda, anashinda kwa namna yote. Hata kiweka kikosi B, bado Simba atashinda. Nawaambieni tu ndugu zangu, nyie tegemeeni ushindi kutoka kwa Simba kama Simba atahitaji ushindi. Kama hatohitaji ushindi, basi tegemeeni matokeo yoyote ambayo yatakayotokea kesho. Kwa hiyo ni nje ya uwanja, hiyo ni ndani ya uwanja sasa, au ni nje ya uwanja? Hiyo ni nje ya uwanja, pia ndani ya uwanja. Maamuzi makubwa wanao Simba wenyewe, kwa sababu ile mechi ni mechi rahisi, ni mechi ambayo haihitaji hata kutumia uchawi. Ni mechi mwenyewe unaiona kabisa kwamba hapa ni wachezaji tu wanaamua. Lakini mara ya kwanza walifungwa tena finali. Walifungwa katika scenario ambao walifungwa kipindi ambacho wachezaji wengi waliowekwa walikuwa ni under 20, yani vitoto vidogo. Ndio maana nakwambia kama Simba ikitaka kushinda, tumeona mechi ya kwanza Yanga amecheza dhidi ya ile timu na timu gani ile, ameweka full mkoko mpaka watu kashangaa. Yani timu hiyo unawekewa kina Alan Okello, kina Pakoma, kina nani, full mkoko, under 20 wako wapi? Ndicho kitu ambacho walichokifanya Simba finali, walizarau ile timu, mwisho wa siku wakatolewa. Shukrani sana mganga. Asante sana.